nilifika 8 nikafanya mtihani. Hiyo ilikuwa 2014 ndo nilifanya KCP. So kutoka hapo fenye nilifanya mtihani, simi nilikuwa na expect uende secondary school. Mtihani ikitoka nijue niko na marks ngapi niende high school. Sasa kumbe huyo auntie amepanga na teacher mwingine mwenye alikuwa ananifundisha Kiswahili niende kuoleka kwa mtoto wake. Nikaanza kumuuliza, wewe hata una aibu? Mimi mtoto wa shule. Unataka kunioa hata una aibu? Wewe mzee, unaona. Nikaanza kumongelesha hivyo barabara. Uone vile ata react. Mwanaume wacha niweke silabu nyingine kali. Akinikalia. Akakuchapa. Aliniweka moja tu nikapiga nduru. Alafu sasa ameona anapiga kelele yeye akatoroka. Huyo mwanaume akaniweka kwake wiki moja. Alikuwa mtoto wa high school. Alikuwa mtoto wa form 3. Form 3. So akiniweka hapo kwake wiki moja, unajua unajua tu vitu zenye sita happen. Ulikuwa unaenda haja wapi? Ama ulikuwa na choo ndani? Choo haikuwa ndani. Ulikuwa unaenda wapi? Si kwa beshe. Ndakugeithia mwirori wakwa coke ngunyitwo geni thiini wa tabarita muthenya muthi. Ni mweko wako ni tina bukoro kigacira thiini wa maundu maria mothe ukoretwo gika na kundu kuria guothe ukoretwo githi maundu maku mothe makoretwo makigacira. Ni njitwo gwa Karanja MC Mumbui wa mbere ya marigu. Ni mweko wako ni tina bukoro kigacira thiini wa maundu maku mothe. Muthira nyamukire mweko mekumagia Modern Furniture Pacific mwena wa Ruiru. Uko ndiko kwa muraga nguraga kundu kwendagio ite ni kwendagio molding na indo ciothe cia furniture ungicire cige nyumba yaku. Wiciri horo wigie Modern Furniture Pacific mwena wa Ruiru na ukione maundu maria tukwiraga. Tukurehagera tabarĩra cia gũgũtara gũkũhigia na gũkuonia njĩra. Rĩmwe nĩtũkũrehagera maũndũ maritũ andũ makorwo makĩgerera thĩinĩ wa ũtũũro. Twambĩrĩrie na Terrain. Marĩtwa makwa njĩtagwo Simon Mwangi, niĩ nĩ niĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Terrain Africa. O ta ũrĩa ngoretwo ngĩrĩra aigithia a kambuni ya Terrain Africa atĩ taũni ya Matu nĩ taũni ĩkũrĩte na speed nene, tondũ Matu nĩyo second largest thĩinĩ wa Machakos County. O ta ũrĩa ũrona haha ndũgamĩte ndĩ mũkĩra wa bara, na ũngĩrora mwena wakwa thutha kwĩna mabengi, kwĩna mathibitarĩ na kwĩna bengi ciothe cia aina. Thutha wa cameraman wakwa kwĩna petrol station mothe. Ũngĩrora taũni ya Matu very busy. Maũndũ marĩa mothe ngoretwo ngĩmwĩrĩra nĩ ũhoro wa ma, na nĩkĩo ndera andũ akwa tũrũgame Matu ndĩmatarĩrie. After haha tũrĩ nĩ ndagĩka 5 kinya gũthiĩ mũgũnda ũrĩa ndĩramwĩrĩra wa Balista Gardens. Otogo ndamwira investors a Terrain ati kuma barabara ya Garissa Road ni mita 800 ugoka guku woka thiini wa mugunda uyu ri tutinangitie broti cia 50 by 100 na after broti igiri tukamwikira barabara citu ciothe ni tungradete. Ungirora mugunda uyu all allowed tuirigite na thitima electric fence niyo twikirite. Tugacoka tukawo add value na kuga atiriri ati guku utuku no ta muthenya tugekira matawa lights gwikira all over. Ungirora hale ntumwikiriire gate permanent na nikio turuga atiriri woka thiini wa Balista Gardens ni gwaka na gutura aria marenda kubanga kuigithia na ithui mugunda uyu wa Balista Gardens tutinageti wa icio cia 50 by 100 iria turamwenderia na muigana wagura kashi 350,000 wagura na installment tugakwenderia 400. ni tuheanaga offer ta kambuni ya Terrain Africa wagura broti nyakashi tugakuhe kiwanja kiu kimwe free. Kambuni ikarugamira processing ya title na ikarugamira process ciothe iria ciendekanaga nigetha wigwatire title icio ciaku cire 5. Ungirora mwena uria haria tupakite ngari iria citu ni ati haria hena kiwanja namba 91 kiu ta kambuni ya Terrain Africa ni irutire ikahe andu aria othe makugura guku nigetha o mangikenda gukihuthira na njira o imwe o kana iri ingi ni itha ni gwaka kindu kiri Safari Public kana ni kindu kiri ta mai ni tumahete kiwanja kiu
tugacoka tukauga atiriri ofeno ya 350,000 de class follower koguo ri turona ta tukumira ni mweri wa June twakinyia July ri tuongerere to 400 then installment ithie to 450 waingira thiini wa haria njira Kibandini ukiingira mugunda-ini ni ukuona twina cukuru ya Kibandini secondary ni ukuona twina cukuru ya Kibandini primary school woko koguo mugunda witu turigiceirio ni academy itago Rainbow Academy iyo ni day and boarding wakinya guku gwitu ni ukuona twina majirani aria makite na twina mathibitari o maria maturigiceirie mugunda ni title ndukanerwo horo wa certificate ndukerwo horo wa gawa agreement mugunda ni title mugunda witu wothe na aria managithia na ithui ni moyo twendagia kindu kina title ofisi citu ikoragwo cie hali kuria Ruiru town Star House nyumba ya Star House ri ikoragwo main stage ya Ruiru uria ngari ciumaga building yo nene ina supermarket itagwo Power Star kuu ni kuo tukoragwo third floor room 304 hohoro makiria ni ngoheana namba ya ofisi ni 0713 64 22 21 no maita maingi ni nyendaga kuheana kinya namba yako nigetha mundu ngienda kunjuria kiuria ni 0713 64 22 21 Soke na andu betagwo Promito. Hello, how are you? My name is Jimmy Kagoni from Promito Limited. Now, I have a question for you. Do you have a plot or a property that you have always wanted to develop, but you are not able to develop because of money challenges, or you do not know who would implement that for you, hassle-free? Good news for you. That is exactly what we are doing at Promito Limited. We give you 70% financing of every construction project you would want to undertake, and we also implement it for you because we have engineers and contractors in-house to do that for you, and we share with you all the photos throughout the journey, and your work is only to kulipa pole pole. We use our money and we ask you to pay that later. We do this up to 7 years or 10 years if it is commercial. All you need to do is to open a construction account with us, which you can even start saving bit by bit as you accumulate your 30%, or you can put together the 30% at once. You can reach us at 0729 506 506 or write an email to us at info@promitolimited.com just to inquire about what we are doing. I'm sure you have seen our work elsewhere, and basically that's what we can do on your vacant property. It is time ya kujenga na Promito. Thank you very much. Karibu sana thini wa tabarĩra mũthenya ũmũthĩ nigetha wĩigue maũndũ marĩa tũkũharĩrĩirie nĩ wega. Thank you so much. Tũrenda kũmenyithia mũthenya ũmũthĩ na mũgeni warĩkia kũnjerera ariga ndaragia Gĩkũyũ biũ lakini unasikianga tari nguri marĩtwa maku wĩtagwo tagithia mũndũ ratũrĩra coke ũtwĩre marĩtwa maku. Okay, naitwa Zipora Kerubo Omare. Yeah. Na Kikuyu ulijulia wapi? Mamangu ni Mkikuyu. Juu sasa hiyo ilikufanya ujue Kiswahili na Kikuyu pamoja. Yeah. Rĩu rĩ uciarirwo kũ? Kiambu. Nilizaliwa Kiambu. Babangu ni Mkisii, mamangu ni Mkikuyu. So nilisikia history walipatana Kiambu. Babako alikuwa amekuja Kiambu. Yeah, so akamit my mom huko wakawana. Yeah. Sasa huko ndiko ulizaliwa? Huko ndiko nilizaliwa. Yeah. Basi ya role nuko kurererwo? Hapana. After walinizalia hapo tuliama tukaenda Rimuru. So Rimuru huko ndio nimegrow kidogo nikiwa na wao. Wakafika mahali wakakosana. And they separated. Yeah. Okay. Wali separate wewe ukiwa class gani? Wali separate nikiwa mdogo. I was like 4 years. Yeah. Hĩndĩ mamu wanyu na baba wanyu maikaranagia rĩ nĩ mari na haro magikarania. Nasema sasa wakati ulikuwa, wacha tumie Kiswahili basi. Wakati sasa wao walikuwa nakaa pamoja, sasa wewe ulikuwa ukiona kama wanakosana, wanapigana ama nini? Yeah, walikuwa wanakosana. Yeah. Okay, sasa wewe umefika class gani? Mimi nimesoma nikafika class 8. Yeah. Alafu kutoka hapo ukaenda wapi? Kutoka hapo nilipelekwa kwa ndoa. Ulikuwa na miaka mingapi sasa wakati huo? Nikienda, yani nikiozwa, nilikuwa 14 years. Yeah, I was class 8.
that time. What happened? Nini ilifanyika ndio uolewe? Wajua nini, wakati mamangu na babangu walikosana, wali separate, so tukabaki na my dad. Tuko wawili, mimi na kuna brother mwenye ananifuata. So mami akaenda. Sasa mimi unajua sikuwa namjua, sikumshika ile sura yake penye alikuwa, juu nilikuwa mdogo. So babangu ndio tulikaka na yeye hadi nikafika 7 years. Na yeye akapass tukiwa Rimuru. So after amepass ndio ndio message ikafika home, fulani amepass, njoo mfanye nini, mchukue. So mangoli zangu wakakuja Rimuru, wakachukua my dad, ndio tukaenda kuishi home sasa na shosho yako. Shosho yangu. Tukaishi na shosho ikafika 2010, alafu shosho yangu akafa. So wakati alikufa tena ikabidi sisi wawili, mimi na ndugu yangu, kila mtu aende kuishi kivyake juu hakuna mtu mwenye angechukua huo mzigo wote mtu mmoja. So mimi nikaenda nikachukuliwa na aunti yangu, alikuwa naishi huko Kisii, kuna mahali panaitwa Kahawa. Nikaenda kuishi na yeye. Hakuwa ananitreat poa, alikuwa ananisumbua hivi. Alikuwa ananitesa by the way. Alikuwa anakutesa kivipi? Alikuwa like sasa unajua hiyo time nilikuwa class 6. Mimi mimi ndo nilikuwa nafanya kazi, watoto wake wakiwa wamekaa tu. Nitoke shule, nioshe kama ni vyombo, nitafute mboga, nguo za watu 5 mimi nifue. Ukiwa class 6? So, nilikuwa class 5. So nikaamua, nikasema hapa hapana. Na sasa hiyo wewe unajua mama yako aliko? Mimi simjui aliko. Okay, na humjui? Simjui. Though nilikuwa nasikia before dad ya kufe, aliniambia mami fenya alikuwa naitwa na kwenye alikuwa anatoka. Yeah. So nilikuwa tunajua fenye mamu anaitwa na kwenye anatoka, but mimi hata sikuwa namjua. Yeah. So fenye nilikaa hapo, nikaona kama nateswa. So mimi nikajiambia wacha nirudi kwetu Rimuru sasa. Rimuru si kwetu. Kwetu sasa ni Kisii. Okay. Yeah. Wacha nirudi huko kwetu sasa kwenye nimezari, babako alizikwa. Kwenye babangu alizikwa. Niende nione kama kuna mtu mzuri sasa mimi ninaweza ishi na yeye, juu unaona kama hamsikizani. Tusikizani kabisa. Hadi watoto wake unajua kuna fenye walikuwa wananitusi hadi naniumiza, wananiambia wewe umekuja kuishi hapa kwetu, wewe si wetu, unaweza ukarudi kwenyu. Hiyo kitu so ilikuwa inanisumbua sana. Mimi nikaona tu niende. Nikafika nikaanza hiyo safari ya kwenda home kwetu. Nikafika barabarani nikapotea. Ulikuwa na pesa? Ulikuwa na pesa ama? Nilikuwa na pesa, nilikuwa na food. Distance ilikuwa kubwa ama ni karibu tu? Kulikuwa na distance. Yeah. Unajua nililetwa wakati mmoja na sijawahi rudishwa kwenda nyumbani. So fenye tulikuja ndio nilishikashika. Sasa mimi nilikuwa najaribu kuguess, tulikuja hivi tukaenda hivi, kitu kama hiyo. So nikafika mahali nikapotea, nafuata njia hii, kumbe mulipitia hii nyingine. Na kuambia mimi nikaanza safari. Sasa hiyo nimebeba bagi langu la vitabu na manguo zangu kwa mgongo. Hao watu mlikuwa, anti yako alijua umetoroka kuko? Anti hakujua. Juu mimi ndo ilikuwa Saturday morning, tulikuwa wa Sabato. So mimi ndo nilikuwa natangulia kuamka, nipike chai, nifagie, nioshe vyombo. By the time wakiamka wanapata kila kitu. Wewe ukaamua wewe sio msabatu. Hiyo siku mimi nikaamka. Nikatoka sasa, wao wakifikiria wataamka tu wapate chai kama kawaida. Halafu mimi nikaenda. So wakiamka walipata hakuna mtu, wakaanza kuulizia
wakipiga simu nyumbani sijafika huko. So venye nilipotea njia nikapatana na mama mwingine. Akaniuliza, yani aliona nimechoka sana mpaka venye nimetembea aliona. Kwani ulikuwa umetembea kama masaa ngapi? Nilikuwa nimechoka. Nilikuwa nimetembea like 4 hours na bado sijafika, sijakula, nilitoka kama na hujui unaenda wapi? Sijui ninaenda wapi. Sina simu. So, huyo mama akaniambia, mbona umechoka hivi? Umebeba mizigo unaenda wapi? So nikamwambia iko hivi na hivi, naenda nyumbani na aniambie sasa hiyo side ninaenda iko wapi. Ulikuwa unajua ni wapi jina? Jina nilikuwa najua ni wapi lakini ni njia nimepotea. Okay. Akaniambia kai saa hii si ni late. Alafu unaweza kuja ulale kwangu kesho nikutafutie fare. Ufanye nini? Uende. Nikupandishe gari uende hadi huko. Nikakubali. So akanipeleka kwake. Nikakunywa chai, nilikuwa na njaa vibaya sana. Akanipea chakula nikakula, tukalala. Kesho yake nikaona hanipatii fare. The following day for siku ya 3 nikasema gai, sasa hapa nimekuja kukaa aje na hawa watu hata siwajui. Unaona, alafu sisikii wakiongea chochote. Alafu pia wao wameanza kunifanyisha kazi sasa. Kama ile ulikuwa unapotelea kule. Kama ile nilikuwa na nilifanya pale. Nikajiambia nimeondokea, yani nimeondokea mzigo alafu ukapata wengine kubwa. Wengine sasa zaidi. Sasa siku moja nikawaambia, hiyo siku ya 3 nikamwambia mimi nataka kwenda kwetu. Sijapata fare, nikamwambia hapana. Nikamwambia watu wetu wananitafuta saa hii, nadhani hata nishawekwa kwa redio tayari. Hawajui mahali niko. Ungefanya vizuri kama ungenipea simu hata niwapigie. Saa hizo ulikuwa unajua simu moja? Namba, nilikuwa na namba kwa kichwa changu. Okay. Ya nani? Nilikuwa na namba ya ya huyo anti na bwanake na anti yangu sasa mwingine huko kwenye naenda. Okay. So nilikuwa nataka akinipea simu nipigie yule mwingine huko kwenye naenda. So nimwambie, hakunipatia. Ama mwingine akakuja akamuuliza, huyu mtoto mwenye umemweka hapa si ungeenda basi useme hata kama kwa polisi. Hata kwa chief. Akasema hapana. Siwezi enda saa hii, acha tu anipe muda kidogo. Mimi nikasema siwezi endelea kungoja. Nikamwambia mimi natoka na vitu zangu, mimi ninaenda. Naendelea ulizia siwezi potea. Akaniambia, haya basi ni sawa. Akanipea msichana wake, akanisindikiza kidogo, akanionyesha hizo njia zinafika kwetu. Nikaenda finally nilifika home. So jua hukupata fare, ulitembea tu na miguu? Nilifuti miguu kuvimba. Nilikuwa nimevimba tena vibaya. Ulifika na masaa mangapi? Alafu imagine wajua nilikuwa nimekanyaga chini. So nilifika kitu kama jioni, kitu kama ilikuwa like saa 1 hivi. So jua hakuna mtu hapo nyumbani, hakuna shosh. Sisi wenyewe hatuna nyumba. Mangoli zangu pia wako hapo nyumbani, kuna mmoja yuko hapo. Sasa mimi nikaenda hadi kwake. Nikaenda akaniuliza unatoka wapi? Tumekutafuta. Unajua fenye tumekutafuta? Nikamwelezea story fenye ilikuwa. Akaniambia sawa basi karibu. Nakwambia so huyo angoli yangu akakuja, sasa akaita tena family members. Juu nimekataa huko waone next kwenye utaenda wapi sasa. So family members wakakuja wakaongea. Tena anti mwingine akajitolea niende kufanya nini? Kukaa kwake. Nikasema sawa. So mimi nikaenda. Alafu kumbuka yule ndugu yangu pia hatuishi pamoja. Ulijua mahali alienda yeye? Nilijua ni kwa anti fulani but mimi sikuwa najua kwake. Okay. So hatukuwa tunapatana vizuri unaona. So mimi nikaenda kwa huyo anti yangu. Akanichukua. Alikuwa mtu mzuri. Hakuwa ananionyesha nini? Madharau. Hakuwa ananionyesha madharau.
yani nilimchukulia tu kama mamangu juu alikuwa ananitreat kama mzazi, alafu kumbuka kwa na mtoto msichana. Yeah. So nikafika class 8. Oh, sasa yeye alikupeleka shule huko? Yeah, alinipeleka shule nikasoma from class 6 nikafika class 8. Penye nilifika 8 nikafanya mtihani. Hiyo ilikuwa 2014 ndo nilifanya KCP. So kutoka hapo fenye nilifanya mtihani, si mimi nilikuwa na expect uende secondary school. Mtihani ikitoka nijue niko na marks ngapi niende high school. Sasa kumbe huyo auntie amepanga na ticha mwingine mwenye alikuwa ananifundisha Kiswahili niende kuoleka kwa mtoto wake. So, yani mtihani bado hujatoka. Auntie yangu akakuja akaniambia, Kerubo, nataka kuna mahali nataka kukupeleka usome mpaka upate degree. Nikamwambia yeye auntie, hapo ni sawa. Kwanza mtu wa class 8 anaweza pata degree. Anapata degree aje? Mambo yamechanuka. Ndivyo alikwambia? Siku hizi mambo yako digital. Mtu wa class 8 anasoma apate degree. Haya basi mimi nipeleke. Ukapelekwa? Nikapelekwa, wacha nifike, yani nishtukie niko kwa boma ya mtu. Kwa boma ya mtu aje? Sasa nikamuuliza, hapa ndio shule ama? Ananiambia hapa si shule, lakini nimekuleta ulale hapa juu shule iko mbali, ukaekae hapa kidogo, alafu tutafanya nini? Alafu kumbuka hapo kulikuwa kwa mwalimu, unaona? Mwalimu gani? Yu alikuwa na ulikuwa unasomea hiyo shule na yeye. So ni kwa mwalimu. So mwalimu wako. Wa Kiswahili. English, English primary. So mimi nikaona hata sitakuwa na wasiwasi. Nimeletwa kwa mwalimu. So huyo mwalimu nikakaa hapo hiyo siku. The following day sasa wakakuja wakanichukua kunipeleka mahali pengine. Sasa naambiwa ni shule, kumbe sasa ninapelekwa kwa mwanaume. Nikafika kwa hiyo boma, though ilikuwa boma smart, imejengwa vizuri. Vizuri hivi. Nikafika kwa hiyo boma, nikapatana na mama mwingine hapo. So alikuwa anti wa huyu kijana huyu mwenye nilikuwa naenda kuolekea. Akaniambia, karibu, umeambiwa ni nini unakuja kufanya hapa? Nikamwambia hapana. Sasa huyo mama ndiye alinielezea kile kimekufanya ulete. Anti alinifikisha na akafanya nini? Akaenda. Na akarudi. Akaniambia atanikujia. So yeye akaenda hivyo. So mimi nikabaki nao watu sasa wenye sijui. Na pia mwalimu wako ulimwacha? Mwalimu nilimwacha huko. Yeah. Sasa nikabaki sasa hapo tulikuwa kwa anti ya huyu mwanaume. Yeah, si haikuwa kwao. So huyu mwanaume wacha sasa ningoje basi mwenye anakuja anakaa aje. Kweli alikuwa anakaa aje? Yani alikuwa ni mwanaume mkubwa kuniliko. Mzee? Yeah, alafu ukimwangalia ni mtu hakuwa sawa. Yani yeye alikuwa wazimu ama? Ni kama alikuwa wazimu. Yeah, hakuwa sawa. Juu hata kukuongeresha ilikuwa ngumu. Sasa utaishi aje na mtu mwenye? Sasa yeye wakati mlikutana alikuambia aje? Hakuongea na wewe? Hakuongea kabisa. Huyo anti yake akatuambia mutaenda kesho mpimwe. Ndio mkuje sasa muanza kuishi pamoja. Unajua saa hiyo mimi siongei. Wewe uko mtoto, uko na miaka mingapi saa hizo? Nilikuwa 14 years. Yeah. So mimi nikanyamaza. Tuka hiyo siku kesho yake. Ulilala wapi hiyo siku? Nililala na huyo auntie. Kesho yake tukaambiwa tuende kupimwa. Sijui kupimwa ni nini. Tukaenda hospitali. Sasa wewe unapimwa nini?
Si ninapimwa tu waone kama niko mgonjwa. Alafu tukaenda hospitali tukapata hakuna vipimo hiyo siku. Tukaambiwa turudi kesho yake. Na huyu wazimu wako? Na wazimu wangu. Wazimu wangu hata kuongea ongei kwa barabara. Haongei? Na wewe hamuongei na yeye? Sasa tutaongea nini? Haya tukafika nyumbani. Penye tulifika nyumbani, mulipimwa hatukupimwa, tuliambiwa tuende kesho. Na wewe hamuongei na huyu mtu? Sasa kuongea, yani ni ile tu aongee neno moja anyamaze. Twende. Tunaenda pale. Tunaenda. So, tukafika nini, anti yake akatuuliza kama tumepima, nikamwambia hapana. So sawa basi mtarudi kesho. Haya. Kesho ikafika. Sasa hiyo wewe umekubali kuolewa? Sasa si mimi natafuta rada ya kutoroka hapo. Ni mbali, kulikuwa kumefenziwa, si mchezo. Okay. Yeah, so na wakati mlikuwa mnaenda kupima mlikuwa nyinyi wawili, yeye na wewe? Sisi wawili. Na kwa nini hungetoroka hiyo wakati? Sikiza nikwambie, unajua sasa hiyo akili bado nilikuwa inafikiria kitu kama hiyo. So hiyo siku ya pili tena tukaenda tukapata hakuna vipimo. Siku ya tatu sasa unajua pia nilikuwa napima huyu mwanaume, yani kumsoma akili nini in case ni mtu mzuri kwa barabara, nitoroke kwa barabara, anaizalia kitiaje, unaona? Juu ni mtu pia aliambiwa akae na mimi chonjo usipotee. Usipotee. So hiyo siku ya tatu tulipoenda hospitali tukaenda tena tukaambiwa hakuna vipimo. Siku ya tatu. Tena siku ya tatu vipimo bado havijakuja. Haya tukarudi. Nikamfikisha sasa kwa kichorochoro ngine hapo chenye tunapitia tuende kwao. Nikaanza kumuuliza, wewe hata una aibu? Mimi mtoto wa shule. Unataka kunioa hata una aibu? Wewe mzee, unaona. Nikaanza kumongelesha hivyo barabara. Uone vile ata react. Mwanaume wacha niweke silabu ngine kali. Akinikalia. Akakuchapa. Aliniweka moja tu nikapiga nduru. Alafu sasa ameona anapiga kelele, yeye akatoroka. Akaniacha. So penye alienda akaniacha. Nikarudi sasa kwa nini? Fenye nilishout, kuna wamama wenye walikuwa hapa walikuwa wanachuna majani chai, wakakuja kuniuliza nini na nikawaelezea. Wakaniuliza tukikupea 100 itakufikisha hadi kwenye umetoka. Urudi kwa yule anti sasa anakuuza. Nikawaambia nipeni tu. So nikapewa hiyo, so nikapanda pikipiki kutoka hapo hadi town nyingine, tena nika 50 bob, tena kutoka hiyo town tena nikachukua pikipiki hadi kwa anti. Nikafika kwa anti. Huyo anti bwanake hakuwa anajua kama nimepelekwa huko. Unaona? So nikapatana na anti alikuwa ameambia bwana yake sasa. Hakuwa ameambia bwana yake, alikuwa ameambia bibi ya mtoto wake. Yeah. So yani nikaenda hivyo. Anti kuniona alishtuka. Ango akaniuliza, Kerubo unatoka wapi? Siku 3 hatukuoni, unatoka wapi? Nikamweleza Ango iko hivi na hivi, sikia penye kunaenda. Alinipeleka So akukuwa na pale, akukuwa na kuelewana, unaona sasa wakakosana sasa. Bishana kwa nini ufanyie mtoto wa wenyewe hivi? Kwa nini ufanyie mtoto mdogo hivi? Si ungeacha hata risarti za mtihani zitoke. Kwa nini sasa? Anti pale akasikia haibu, akasema sasa kama ni hivi mimi sikutaki kwa hii boma. Urudi huko ama uende kwenye unaenda. Unaona? Alafu na huyo bibi ya mtoto wake na yeye akakuja akaniambia atukutaki kwa hii boma. Wewe ni uende kwenye unaenda, kama urudi huko kwenye umetoka tafuta mahali pa kwenda pengine. So hiyo kitu yani iliniuma. Yani walikuwa sasa wewe wanataka uolewe cha nguvu ndio sasa uwaondokee. Sasa ni kama walikuwa wanataka niwaondokee.
Yeah, so Ukaenda wapi? sikiza tu. So kutoka hapo nikakuwa It's okay, tuendelee. Pole. Nikakuwa yani sina mahali pa kwenda, nikaenda hapo kwa jirani mwenye alikuwa hapo, nikalala kwake. Juu sasa mshajuana juu mama tu hapo jirani okay. Hapo yeah. Akanichukua nikakaa kwake siku 2, alafu yule nini hiyo familia tena wakakuja kumuuliza mbona umeweka huyu mtoto hapa, mtoe hapa. Huyo mama naye akaniambia niondoke, yeye hataki hataki shida za huyu kosana na jirani yake tu. So wakati nilitoka hapo kuna mwanaume alikuwa ananitongoza nikiwa shule. Nikiwa yeye alikuwa high school, nilikuwa primary, alikuwa form 3. So nikaanza kutafuta huyu mwanaume. Sasa wewe ukaanza kumtafuta wewe. Sasa niende nikae na yeye. So mimi nikaanza kumtafuta, naulizia mabeste yake. Umemuona nani? Kwa kina fulani ni wapi? Jamani maisha. Naambiwa nikapewa direction. Hadi nikafika sasa kwa kanyumba kenye walikuwa wanalalanga. Sasa wewe nikapata hayuko. Ukaambiwa wako wapi? Nikapata rafiki yake hapo. So mwenye walikuwa wanapenda kutembea na yeye sana. Akaniambia ametoka lakini wewe kaa hapa nitamuita. So akaenda akamuita, nikamwambia fenye kumeenda. Akaniambia gai, na sasa utafanya aje, utaenda wapi? Mimi mwenyewe nikamwambia mimi sijui. Akaniambia sasa na mimi niko shule, nitakusaidia aje? Sasa mimi nikaanza kulia tu, namwambia sasa mimi sijui nitaenda wapi. Sasa unajua hiyo time hata akili ilikuwa imefunguka, ningeenda hata polisi nistaki hawa watu ama uende children's home ama surely akili ilikuwa imefunguka kabisa. So huyo mwanaume akaniweka kwake wiki moja. Alikuwa mtoto wa high school. Alikuwa mtoto wa form 3. Form 3. So akiniweka hapo kwake wiki moja, unajua tu vitu zenye sita happen. Mnaramba asali kuramba. Nakwambia. Wacha watu waenjoy maisha. Watoto wawili. Tukaenjoy hiyo 1 week. Aya, tukaenjoy 1 week. So mamake akaanza kusense kama kuna mtu wako. Kwani mama yake hakuwa anakuona? Mama yake hakuwa anajua. Mimi hakuwa ananiona. Sasa alikuwa ananifungia kwa nyumba, anaenda shule. Na wewe anakuacha shule? Ananiacha kwa nyumba. Kwa nyumba yeye anaenda shule. Anaacha kama ameniletea food. Kama maziwa mala. Anatoa wapi? Anaficha. Anaenda anachota maziwa mala, anakuja ananiletea na ugali. Angepika ugali ile masaa ameona mamake ameenda kuchuna mboga. Anaenda anapika ugali mbio mbio. Anaenda anapika ugali mbio mbio, anachota na hayo maziwa ananiletea. Juu itakuwa ngumu akate ugali kutoka huko. Ati asema anakuletea. Ama maybe anakuja kukulia huku. Na hiyo na sio tabia yenye alikuwa nayo. Siku moja akashindwa kufanya hivyo. Akabeba ugali siku 2. Mamake akaanza kusema, "Hiyo nyumba nataka uifungue nione mwenye ako ndani." Kwani wewe nikuulize, ulikuwa unaenda haja wapi? Ama ulikuwa na choo ndani? Choo haikuwa ndani. Ulikuwa unaenda wapi? Si kwa beshe.
anakuja ama kama yuko anasimama nje anaangalia kama kuna mtu mwenye ako hapo nje ama anafungia baba yake huko jubani ndani. Mtu anatoka mbio. Nikimaliza tena narudi mbio, sisimami hata kuhema hapo. Mbio. Na kuoga sasa unaoga huko ndani? Kuoga si hapo kwa nyumba. Ananiwekea beseni mbili. Unakanyaga moja. So, nikakaa hivyo for 1 week. Hayo maisha sasa. Ulikuwa umebeba nguo zako? Nilikuwa na nguo. Ulikuwa na ile moja tu ulikuja nayo? Nilikuwa na hiyo moja, mimi sikubeba. Juma hadi ulitoroka na kule uliacha nguo zile ulikuwa umeenda nazo. So, hadi sikuwa na vitabu nini, unaona. So fenya nilikaa na huyo mwanaume wiki moja, akakuja akaniambia, "Mami ameanza kudiscover uko hapa. Sasa tutafanya aje?" Nikamwambia sasa mlikuwa mnakana kama bibi na bwana? Mimi hata sijui ni tulikuwa tunaishi aje. Nilijipata kwake. So huyu mwanaume nikamwambia, "We nitafutie fare, nione fenye nitafika Nairobi." Nilikuwa nasikianga tu Nairobi. Nilikuwa nataka kufika Nairobi sasa. Mama yake aligundua huko, alikuja kutafuta hiyo nyumba, kufungua hiyo nyumba? Mama yake hakufungua hiyo nyumba. So huyu kijana yani akanisaidia simu, nikapigia kazini yangu. Namba nilikuwa nimeziclaim kwa kichwa. Nikapigia kazini yangu mwingine mwenye ako Nairobi, nikamwambia shule imenishinda, we nitafutie tu kazi ya nyumba nikuje. Uko na ID sina, lakini we si unaweza ongea tu na wao nikubalie nifanye kazi. Sawa basi. So akaniambia hiyo siku tu jioni akapiga hiyo simu. Akaambia huyo kijana wako, nataka niongee na huyu husband wako huyu. Sasa ndo huyo sasa. So kamwambia amepata job ya nyumba, niende nianze kufanya, unaona. So nikamwambia huyu mwanaume nitafanya aje, sina fare. Huyu mwanaume mwenye nilikuwa naishi na yeye, huyu wa form 2, huyu wa form 3, akaenda mpaka walikuanga na duka. Akaenda mpaka kwa duka la mamake, akachukua mahindi, akaenda akauza, akaniletea 600. So hiyo 600 nikaifanya fare ya kukuja Nairobi. Nikaenda hukupata mimba ukiwa huko? Mimba nilibeba hiyo wiki moja hiyo. Sasa nimetoka hapo nikiwa na mimba already. Ulikuwa unajua umepata mimba sasa? Sasa mimi sikuwa najua. Sikujua kama niko na mimba. So nikakuja Nairobi. Huyu kazini yangu yeye pia, wacha nifike hapa country bus, simu aizime. Umetoka huko kote sasa ufike amezima simu? Akia Mungu alizima simu. Yani ilikuwa wakati mrefu sana. So niko hapo najaribu kupiga, sina simu tena, ninaomba. Unaomba watu simu uje umpigie? Unaomba mtu simu umpigie. So akakataa, yani hakuchukua simu. Sasa ufanye aje? Yani nilishindwa hata nitafanya aje. Nikaanza kujiuliza ni nini kimenileta huku kwote. Hakuna mtu najua, yani huku sijui mahali popote. Mbona akanifanyia hivi? Simu kutoka asubuhi, nilikuwa nimepanda gari usiku kutoka Kisii hadi Nairobi, kachukua 6. Nilipanda gari saa ngapi? Saa 3. By saa 11 niko country bus jioni. Mtu tena nilimjaribu simu usiku saa 4, ndiye akachukua simu. Ndiye akanikamuliza, "Mbona umeniweka hivi, niko country bus?" Akaniambia tafuta gari zenye zinakuja Rongai upande. Sasa mimi nikamuliza stage nitajua iko wapi, sina hata fare. Haya, huyo mtu mwenye alinipea simu akanisaidia, so akaniambia njoo nikuonyeshe gari kwenye ziko. Sasa ukifika huko wewe utajipanga ukiwa huko. Ni saa 4 usiku saa hiyo? Ni saa 4. Nikaenda nikafika huko. Hiyo ni saa 4, nikaenda nikafika huko, hata sijui ilikuwa saa ngapi. So tena nikaomba simu nikampigia. Kaniambia enda usimame hapo Taskisi. Hata sijui Taskisi ni wapi. Naulizia tu. So akanikujia hapo Taskisi. Kesho yake akanipeleka hapo kazini. Imagine nilifanya
kazi 2 months bila hata shilingi. Yeye ndiye anapokea hizo pesa. Tena tulikuwa tumeagree nalipwa 7k. Imagine mimi ninafanya kazi. Yeye anapewa pesa. Anapewa pesa. Kwa nini usipewe? Mwezi wa kwanza si kulipwa, mwezi wa pili. Sasa nikauliza huyo boss, kwani vipi pesa amnilipi? Akaniambia, kwani dadako si yeye ndo anachukua pesa? Yeye ndo alisema anachukua pesa anakupea. Manake utatumia vibaya, wewe ni mtoto. Sasa nikamwambia si mimi ndo ninafanya kazi alafu unapeana pesa yangu aje? Mpaka nini na nini sina. Akaniambia basi muulize. Sasa nikachukua nikaomba simu. Huyo bosi wangu nikamwambia nipatie simu sasa. Nimpigie nimuulize. Akanipea simu, nikauliza huyo kazini yangu, kwani pesa hivi, kwani kukoaje, kunaenda aje? Kaniambia pesa zako nimekuwekea, wewe kuja Sunday uchukue pesa yako. Uchukue pesa zako zote nimekuwekea. So niliamka nikiwa na furaha naendea pesa. Yaani ile mbio nilitolewa kwa hiyo nyumba. Unatolewa na nani? Na huyo kazini yangu. Ananiambia mimi sina pesa. Pesa yenye niko nayo hapa ni 400 peke yake. Sasa nikamwambia basi mimi itoshe fare niende home. Home wapi? Niende tu Kisii huko tu, yani nijue tu. Urudi kwa yule kijana. Niko Kisii. Bado sijajua kama niko na mimba. Yeah. So, kwani wewe hukuwa naona pili zako hazikuji? Aiwa. Bado sikujua. Yani unajua. Uko tu hivyo tu. Unajua, yani tuseme ukiwa mdogo kuna vitu zingine yenye hata uwezi ukafikiria kwa akili yako. Unaona? Yani wewe unasema tu sitakuja tu zikitaka. Sikifikiria zitakuja. Yani kwanza hiyo kitu sikuwa nafikiria kwa akili yangu kabisa. Sasa huyo kazini yangu akanipea hiyo 400 niende nifanye fare ya kwenda home. Hiyo 400 inifikishi home. Nikachukua hiyo pesa nikaenda kwani huku rudi kwa yule boss. Nilienda mpaka kwa yule boss wangu. Nikamwambia iko hivi na hivi, sasa tutafanya aje? Kumbe huyu boss wangu na huyu kazini yangu walikuwa marafiki. Yani walikuwa kama walikuwa wana date. Unaona? Ni watu walikuwa wana date. Kwani ulikuwa umeajiriwa kwa mwanaume? Kwa nyumba? Mnakaa na mwanaume mwingine kwa nyumba? Tunakaa na mwanaume, bibi yake alikuwa amekufa, so mimi nilikuwa nalea watoto wa msichana wake. So kumbe wana date na huyu. So nilipoenda pale nikamwambia sasa pesa zangu kumeenda hivi na hivi, sasa itakuwaje na mimi nataka kuenda nyumbani. Akaniambia sasa mimi mambo yako na dadako mimi siwezi ingilia. Sijui. Nikamwambia basi mimi wacha nibebe vitu zangu niende, siwezi fanya kazi na silipwi. Nikabeba vitu zangu nikarudi tena kwa hiyo kazini yangu. Basi nipatie fare nifanye nini? Niende nyumbani. Akaniambia mimi sina fare na akafunga mlango akaenda. Yani nakwambia nikalia wakati mgumu. Nikachukua hiyo pesa. Yani hiyo pesa yenye alikuwa amenipea, nikapanda matatu kutoka town. Imebaki 350. Sasa hiyo pesa sijui nitaifanyia nini, sijui nitafika aje nyumbani. Nikafika hapo, nikakuja mpaka kwa hizo gari za kwenda kwetu sasa. Kuuliza fare ni ngapi vizuri. Ukaambiwa ni ngapi? 700. Na wewe uko na 350. Bado 350. Nikasema gai, sasa hapa kimeniramba, basi nitafanya aje? Nikakuja, yani tuseme nilikuwa yani nikapatana na msamaria mwema mama mwingine. Ukamuongeresha? Nikamuongeresha. Tena yeye ndiye alikuja kaniuliza mbona uko hivi? Nikamwambia iko hivi na hivi. So akaniambia mimi ninaweza nikakuongezea. Sikuwaelezea story yote, niseme hadi kwenye nyumbani ninaenda hakuna amani, unaona? Hakuna kwenye ninaweza kaa. Nilimwambia tu fare ndio imekosa, sina wazazi nini, akaamua kuniongezea. Na wewe kwa wakati huu wote ufikiri unaweza tafuta baba yako? Nani? Mimi hiyo time sikuwa nafikiria hata. Akakupea 350.
nikaenda home tena nikarudi wacha nifike home tena nikose mlango wa kuingia. Kwa nini? Unaona sasa aki utaenda wapi, utaingia kwa nani? Nikasema sasa uzuri mimi niko Kisii sasa nikaingia mlango yote nikabisha niingie. Nikaenda nikakaa kwa mama mwingine mwenye alikuwa hapo, nilimwelezea tu akaniambia niende nikaikae kwake. Ulikuwa unamjua huyo mama? Hatukuwa tunajuana. Yaani alinipata tu kama nimeshuka kwa gari, yani nalia juu sioni kwenye ninaenda kuingia, unaona? Alafu pale kwa yule mwanaume, yani ile kitu aliniambia mamangu, eti mamake ako karibu kujua ati niko hapo. Alijua umerudi? Watu wenye walikuwa wanaogopewa, hiyo familia ni watu wenye walikuwa wanaogopewa sana. Unaona? So hadi mimi nilikuwa naogopa tena kurudi hapo. Alafu huyu ni mtu mwenye ako shule. By the way, kama angekuwa shule angenioa tu. Hata hiyo wiki moja mlikuwa mmeoana. Yaani angenioa tu basi nikae na yeye tu. So nikakaa na huyo mama. Ule kijana ulimwambia umerudi? Hakujua kama nimerudi. Okay. Hakuwa anajua. So nikakaa na huyu mama. Huyu mama sasa hapo nimeanza kunini, yani nachukia harufu kama za mayai nini. Yani bado mimi mjinga hata sijajua kama ni mimba niko nayo. Huyu mama akaniuliza, nini ni mbaya? Mbona uko hivi na hivi na hivi? Akaniuliza ushawahi enda kulala na mwanaume? Nikamwambia yupi huyo? Nikamwelezea ni familia yenye anajua. Nikamwambia. So akaniambia nitakupeleka hospitali upimwe tuone kama ni mimba uko nayo. Wewe ulikuwa unafikiria, wewe huko unafikiria hivyo? Mimi yani uko gear free. Yani hata kufikiria kidogo kama naweza pata mimba. Huwezi. Sikuwa nafikiria. Yani ile mashida ilikuwa imekusukuma kabisa. Sikuwa nafikiria. So huyo mama akanipeleka hosi, nikapatikana kama niko na ball. Mimi hata sijui ni ya miezi mingapi. Sijui niko na mimba ya miezi mingapi. Ni lini ulilala na mwanaume? Nikasema mwezi, tarehe sikumbuki, nini hizo vitu zote sikumbuki. Unaona? So huyu mama akaniambia ulikuwa unaishi kwa nani kabla uende kwa huyu mwanaume? Nikasema huyu auntie. Sasa akaniambia tutaenda tuongelesha huyu auntie tuone, juu aliogopa kukaa na mimi na niko na mimba. So akanipeleka kwa yule auntie. Tukaongea, auntie akasema sawa, wacha tu arudi afanye nini, akae. Wacha tu arudi akae hapa mpaka azae. Nikarudi hapo kwa huyu auntie yangu, akanikubalia, lakini mimi sikuwa naona ubaya wa kuishi kwake. Yani hii kitu yenye alikuja kunitendea ndiye alitenda mbaya, lakini kutoka huko nyuma mimi sijawahi ona ubaya wake. So mimi nikarudi tena nikakaa na yeye. Akiwa tu anitreat vibaya. Sasa mpaka tena nikapata mtoto. Nikapata mtoto tena shida zikaanza. Yule kijana wakati ulirudi mlionana na yeye? Unaona wakati nilirudi, wakati nimepata kama niko na mimba, na nikauliza hadi huyo auntie akaniuliza mimba ni ya nani, nikamwambia. Akarelax ama akanipeleka hadi huko. Kwa nani? Kwa huyo kijana? Kwa huyo kijana na mimba. Umepea huyu msichana wangu mimba. Na wazazi wake walikuwa hapo. Wazazi wake huyu kijana akauliza unajua huyu? Akasema namjua. Unamjua kama nani? Mimi namjua tu kama beste tu. Hakuna kitu tena ngine unajua. Akaruka futi 2 kwenda mbele. Akasema mimi namjua tu kama beste. Hatujai kutana mahali? Hapana. Hajai kuona? Hajawahi niona. Ni tunajuana tu ile ubeste tu, na kwa sababu wanatokanga shule maybe tunapatana barabarani hivyo tu ndiye ananijua. Lakini vitu zingine hajui. Hujai enda kwake? Sijawahi enda.
Na wewe unaelezea vile kulifanyika. Sasa si mimi naelezea penye. Na yeye anasema hajui. Hadi nauliza mamake, wewe ulikuwa unajua nilikuwa napigiwa ugali naletewa huko nini na nini? Mamake akasema mimi sijui, lakini kijana wangu hawezi fanya vitu kama hizo. Hawezi. Sawa. So tulikuwa tumeenda hadi na wazee. Sijui ni sub chief. So huyu sub chief akatufikisha kwa barabara akatuambia, mimi chenye naweza waambia acha huyu msichana apate mtoto arudi shule. Manake ukingangana na hii boma sio nzuri. Wako na pesa. Si watini sijui walikuwa waganga. Ati boma sio nzuri, ni waganga wako na mambo mingi, nyinyi achaneni na wao. Alafu kufuatilia kidogo kidogo tena kulikuwa na kaukoo. Unaona? Oh, nyinyi ni relatives. Asa tena. Mkiendelea kuchiba. Bana. Kumbe ni relative. Sasa unaona huyu msichana mwenye alikuwa amenileta Nairobi, huyu kazini yako. Huyu kazini yangu. Ameolewa huko na brother wake na brother wake huyu mwanaume. Kwa hivyo So walikuwa wanaishi na na huyo bwanake huku Nairobi. Mimi sasa sijui. Unaona? Na hutaki kujua. Kumbuka mimi ndo nilitoka nikaenda kwa huyo kijana. Nipeleka hadi kwa huyo mwanaume. So sikuwa najua kitu chochote, unaona? Huyu kazeni yangu sikuwahi mumiti na bwanake nini na nini. So ikakuwa hivyo. So sasa hapo utafanya nini? Sasa kulifanyika aje sasa? Huyu amesema kijana wangu hawezi fanya hiyo kazi. Sasa si ilibidi tutoke tu na mimba yangu tukaenda. Ukaenda sasa ukakaa kwa aunti yako? Nikaenda sasa nikakaa kwa huyo aunti, nikazaa. Sasa finyi nilipata mtoto. Hiyo ni mwaka gani hiyo? Hiyo ilikuwa 2015. 2015. Ilikuwa 2014 bado. Okay. Ya ilikuwa 2014. Kitu kama mwezi wa 8. 2015 hapana. Ilikuwa 2014. So tukapata mtoto. Mwezi wa 8. First born wako ni wa date gani kuzaliwa? First born wangu nilimzaa 2014, naona August. Okay. Sasa kulienda aje after kuzaa mtoto? So after kuzaa mtoto life sasa ikakuwa hard. Huyo mwanaume amemkataa. So mimi niko na yeye. Hapo kwa aunti bado kuna zile changamoto, unatusiwa, unaambiwa hili. Tena siku moja wakakuja tena na yule mtoto wa kijana wake. Tena wakaniondoa hapo, wakaniambia nifanye nini? Nitoke niende. Sasa niko na mtoto mwenyewe alikuwa like 3 months hapo. Alikuwa mdogo. Wanakuambia uende wapi? Nitoke niende kwenye naenda, wataki kujua mahali ninaenda. Mimi nikabeba mtoto wangu nikasema sitapinga kwa sababu hapa sio kwetu. Mimi nikabeba mtoto wangu. Pole, ukaenda wapi sasa? So nikabeba mtoto wangu yani unaona ile unasemanga yani acha tu niende tu kwenye ninaenda, sitaki kujua mahali naenda. Nikatoka nikaanza mwendo barabara, nakwambia nikatembea, yani nafika mahali ninakaa na mtoto nafika mahali ninakaa, najiambia sasa nitaenda wapi huku kwenye nimekuja, naenda wapi? So yani in short niseme tu hiyo time sikuwa na place ya kukaa. Mimi ningepatana tu na mtu nilale naye anipate tu mahali pa kulala. So sasa umefukuzwa, uko na mtoto wa 3 months. Sasa mara ya kwanza ulienda wapi? Mara ya kwanza nilipatana na seme tu mwanaume. Mara ya kwanza nilienda nikalala kwa mwanaume.
Ulikuwa humjui? Mimi nilikuwa simjui tena, kulikuwa usiku. Ukamwelezea zile shida ulikuwa nazo? Tuende tu nilale, tuende tu nikupatie mahali pa kulala. So mimi nashukuru kwa sababu yeye nililala tu vizuri kwake, hakunigusa. Huyo? Hakunishika. So nikalala kwake. Asubuhi akaniambia sasa unaenda wapi? Nikamwambia tu acha nione kwenye nitaenda. So yani life yangu tu ikakuwa hivyo, nikiwa nazunguka na mtoi, nikiwa yani sina mahali pa kukaa, unaona. Sasa siku moja sasa ulitoka huko siku ya kwanza? Nilitoka huko siku ya kwanza. Siku ya pili ukaenda wapi? Tupa story. Siku ya pili bado nilienda nikalala kwa mwanaume mwingine. Tena mwingine. Umempata wapi huyo? Kwa barabara tu. Unamwelezea shida zako, anakuambia twende? Mwelezea ama mtu anakuja tu kama anaona giza alafu kuna mtoto una hata kitambaa ya kumfunika nini na nini. Anakuuliza unaenda wapi? Unaenda wapi? Na wewe unamwelezea? Namwambia. Yani sasa ilifikia point hapo, sasa ilifikia mahali nikasikia nipate mwanaume anioe. Sasa nifanye nini? Nitulie kwake. Juu sasa shule gani nitaenda kurudi na already niko na mtoto. Sasa ukakumbuka yule wazimu wako? Huyo wazimu yangu naye hapana. Huyo naye hapana. Sasa huyu mwanaume akakwambia muende kwake? Huyu mwanaume akaniambia tuende, nifanye nini? Nilale kwake. Sasa na mimi nikaanza sasa mimi ndo namuuliza kwani hutaki kuoa? Mimi mwenyewe ndo namuuliza kwani hutaki bibi? Akaniambia me I'm not ready. Niko ready kwa. Though nilienda nikalala hiyo siku kwake. Anataka kukula tunda. Tunda angekosa kukula. Alikula tu alikula ndio nikapata mahali pa kulala. Yaani huwezi dara tu hivyo? Kwa mwanaume maybe mmoja. Si wote. Nikalala na yeye. Alafu kuna tauni hapo kwetu inaitwa. Huyo ni wa pili sasa? Huyo ni wa pili. Ulikaa kwake siku kadhaa? Sikukaa, nilikaa like 3 days kwake. Unaona? So siku ya 3 3 days anakula mali kuponda. Sasa mimi hata nilikuwa nasema tu akubali tu niishi hapo kwake, nikaange tu hapo. Hata kama hamujawana? Hata kama tujawana mimi nikae tu kwake. So siku ya 3 akakwambia uondoke? Sikiza, siku ya 3 hakuniambia nitoke. Though kuna mahali nilikuwa naenda sasa nanunua mboga. Nikaenda hiyo place, yani alikuwa naishi kwa katauni kengine hapo. Unaona Ushago kuna utu tutauni unaona. So alikuwa nishi kwa katauni kengine amerent. Fenye nimetoka kuenda kubai mboga, kuna jamaa mwenye aliniona, unaona. Akaona kama ninamfaa. Na uko kwa mwingine? Although uko sio kuolewa, ni mahali umetafuta kwa kukaa. So huyo jamaa akafanya nini? Akaniambia unaishi wapi? Nikamwambia hapa. Mimi sikumwambia kama naishi kwa mwanaume. Akaniandikia namba kwa karatasi. Kumbuka sina simu. Akaniandikia namba kwa karatasi, akaniambia in case of anything nipigia tu hiyo namba. Nikamwambia sawa. So nikarudi kwa yule mwanaume. Unajua sasa mtu yani hataki pia ajulikane kwao, kujulikane kama ameoa. Unaona? Juu huyu pia sio kukuoa. Si kunioa. Sasa unaona watu wengine wakiniona watasema ameoa. So alikuwa ananiambia tu majirani ni mimi nitadaki. Na wewe hukuwa na shida na hiyo? Mimi sikuwa na shida na hiyo. Haya siku ya nimemaliza 3 days. Hiyo jioni akakuja akaniambia, "Sasa mimi sitaki watu wa kwetu wajue nimeoa. Kama ni wadhani kama niko na mtu na sina, mimi I'm not ready to marry." Anasema I'm not ready na mali anakula. Ati hayuko ready. Nikamwambia sawa basi.
mahali naweza kuondokea. Sasa wewe uko na plan. Sasa hiyo unasema unaweza muondokea huko yani huko na mahali penye unajua kabisa hata nikitoka hapa naenda mahali fulani. Unaona? Sasa nikatafuta simu nikapigia yule mwanaume. Nikamwambia sasa mimi chenye unaweza ukanisaidia nataka kazi ya nyumba. Na mtoto nitafutie tu mahali naweza kuja kufanya kazi na niko na mtoto. Akaniambia wewe hata umepiga wakati mzuri. Kuna aunti yangu hapa anatafuta msichana wa kazi. Unaweza kuja tu nikupeleke uishi na yeye. Mwanaume akakuja tena alikuwa Mkamba. Alikuwa driver. So alikuwa ameleta mizigo Kisii. So akaniambia atanikujia siku yenye akileta mizigo. So hiyo usiku alikuwa analeta hizo mizigo zake. Haya, akaniambia wewe ujipange nikikuja nitakuchukua. Na ukuwe na mahali pamoja penye yani utumie simu moja juu hauna simu hiyo ndio nitatumia nikifika nipige nisikie uko wapi. Nikamwambia sawa. Imagine ni stranger mimi mwenyewe simjui tena ni Mkamba. Haya, mwanaume akanichukua. Tukaonana na yeye anichukue sasa anipeleke kazi kwa na mtoto yake. Na mtoto wangu yeye anipeleke kazi kwa aunti yake. Kufika huko kwa aunti. Ati kwa aunti yake alinipeleka mpaka nyumbani kwao. Ukambani. Kwao. Kutoka Kisii mpaka Ukambani. Asi aliniambia kazi iko huko Shags. Na wewe ukakubali juu huko na mahali pa kukaa. Tuende. Akanifikisha hapo sasa akaniambia sasa mimi nilikuwa nataka bibi si mambo na kazi. We, bibi tena. Sasa wewe kubali tuishi. Na mimi nikasema basi sawa tunaweza tukaishi. Juu huna mahali pa kuenda yeye pia amekukubali na mtoto wako. Kwanza at least huyu ameniambia tuishi amenisaidia. So nilikaa na huyo mwana. Unajua si mtu mwenye nilikaa na yeye nikajua tabia zake. Baadaye ndo nilikuja kujua ni mtu mwenye alikuwa anafuta bangi, anakunywa pombe, anafuta sigara nini. Yaani anatumia tu hizi takataka zote. So angeenda akunywe pombe akuje anitandike. Kumbuka tena nilikuwa mdogo. Hiyo time nilikuwa like hiyo wakati nilikuwa nimefika 16 hapo. So alikuwa anaenda anakunywa pombe anakuja ananitandika. Yaani ananichapa kama mtoto wake sasa. Alikuwa ananichapa. Tena bure tu, yani si eti ni kitu nimefanya ananipigia. Mimi by the way nilivumilia hiyo kunipiga ilikuwa ananipiga. Juu pia haukuwa unaenda mahali. Bado nilikuwa napigia yule aunti yangu namwambia aunti kaka haki niliolewa lakini hapa kwenye niliolewa kuko hivi na hivi. Akakwambia vumilia. Anasema vumilia maisha ya ndoa iko hivyo. Sasa mimi naendelea kuvumilia. Mimi ni mtu mwenye nilikuwa unaenda vibarua na wamama tunafanya kazi tunapata chakula. Huyo mwanaume alikuwa very lazy. Mimi ninaenda ninamtafutia chakula. Na si alikupata kwa gari alikuwa dereva kwani iliisha hiyo kazi? Alikuja akaacha. Unaona fenye tulienda kwao hivi. Hakurudi kazi. Juu amepata kazi nyingine hapa. Si aliacha. Sasa mimi nilikuwa naenda nafanya vibarua nafanya nini? Naleta chakula, tunakula. Sasa nilikuja nikapata ball sasa tena. Ingine. Nikapata mimba ya kwake sasa. Huyu mwanaume yani hiyo akwa mbaya hiyo time. Unaona akwa ameanza kunitreat vibaya. Sasa wakati nilikuja nikapata mtoto wa pili sasa ikakuwa more worse. Imagine angenitandika yani anitandike mpaka achape wale watoto hata kama ni mtoto wa 1 month. Alikuwa anamweka kofi. Alikuwa anatuchapa ananiambia wewe hata naweza kupiga nienda nikurushe kwa shimo na hakuna hata mtu wa kwenu atajua. Yani
nilikuwa nalia kila siku, kwani naambia Mungu wangu, kwani mimi nimekosea wapi? Yani ikakuwa hivyo. Sasa huyu mwanaume mali tulikuja tukakosania, yani ni mwanaume mwenye alikuwa anafisanga, alikuwa anashikwa, anapelekwa polisi, anafungiwa, after 2 weeks tena unapata amerudi unapata kama nimemkocha. Kweli dunia. So siku moja nikaenda kazi vibarua tu, nilikuwa juu yeye hakuwa naenda, so nilikuwa namwacha na watoto. Sasa mimi ndo nimekuwa tena kama baba, unaona. Sasa nikaenda job, kurudi nikapata hayuko, mtoto peke yake ndiye kwa kitanda. Nikamuuliza, nikampigia simu nikamuuliza, sasa hiyo ushapata simu? Sasa hiyo nishapata simu. Kwani uko wapi? Akaniambia tuko Osi. Yani fenye nilijua tu na yule mtoto first born hayuko, nikajua gai. Fenye aliniambia ako Osi, ati tuko Osi tunakuja. Nikamwambia kwani nini kimefanyika? Yani anti yake mwenye alikuwa hapo akaniambia mtoto wako amepigwa, kama yuko hai basi mimi sijui. Nikamwambia kwani ni nini? So nikatoka kwa barabara nikiwa nimebeba yule mtoto mwingine nikimngoja. Mwanaume akakuja, wakashuka kwa gari, napata mtoto wangu kama yani amepigwa, amefura, amefungiwa plasta kwa mkono. Nikamchukua nikamuuliza ni nini, kwani ni nini kimefanyika? Nauliza sasa mtoto, kwa nini uko hivi? Dadi alinichapa hadi nikapupo, akaniambia hadi nikule hayo mapupu, niashike kwa mkono nikule. Haki nikauliza huyu mwanaume, kwani nilikufanyia nini? Ufanyie mtoto hivi. Yani ufanyie mtoto hivi shwali, kwa nini sasa? Mbona utasa mtoto hivi? Yani nikasikia uchungu. Sasa yani watu wa hapo around waliona fenya alipiga huyo mtoto na wameona fenya amekuja na plasta mkononi, wakasema huyu mwanaume hatumwachi mpaka tumfunze adabu. Adabu. Sasa huyu mwanaume kumbe yani pia yeye ni damu ilimkataa niseme ama ni nini. Sasa sijui ni best yake alimwambia unatafutwa ama ni nini. Juu mimi sikuwa aware kitu chochote, unaona. So huyu mwanaume fenya alifika hapo kwa nyumba, alitoka akaenda akaniacha sasa mimi na watoto wangu. Usiku ikafika, nikasikia watu wanabisha, wakaniuliza tunataka Adha. Alikuwa anaitwa Adha, tunataka Adha. Nikawaambia Adha yuko, mimi sijui ameenda wapi, fungua tuone nini. Nikafungua mlango wakapata kweli hayuko. So huyo mwanaume alienda hivyo akatoroka, unaona. Alafu sasa mimi nikajiambia nitatafuta fenye nitatoka hapa sasa, juu sahi maisha mahali imefika mwisho. Kifo. Sasa hapa ni kama tunangoja tu kifo, hata kama nimefumilia ya kutosha. Nikatoka hapo kuna tena mama mwingine jirani hapo alikuwa anaishi Nairobi. Wakati alikuwa amekuja hapa alikuwa ameniachia namba yake, unaona. Nikampigia nikamwambia maisha imekuwa ngumu, sikia iko hivi na hivi na hivi na hata sijui nifanyaje. Akaniambia unaweza kuja ukae kwangu ukitafuta kazi. Nikakuja tena nikarudi. Sasa huyo mama akanitumia fare nikakuja kwenye alikuwa naishi Nairobi huku Eastleigh Kiambio. Nikakuja yani niseme tu yani huyo mama alikuwa alikuwa mama mzuri na alikuwa mama mzuri kabisa. Juu alinitreat kama mtoto wake, tena amenichukua na watoto wawili naishi kwake. So nikakaa kwake nikiwa nafanya vibarua huko Eastleigh. Kidogo juu huyu mwanaume alikuwa anajua huyu mama, sasa unaona ni wa huko kwao. Akaanza kutafuta huyu mama. Na yeye pia amekuja huku Nairobi, kumbe fenya alitoroka alikuja naye. Akaanza kutafuta huyu mama. Wakaanza kuongea. Akakuja akapatana na yule mama, akamwomba msamaha, akamwambia ninaomba msamaha, sitarudia tena kupiga huyo msichana. Kubali tu turudi tufanye nini? Tuishi na yeye.
Huyo mama akakuja akaongea na mimi, nikamwambia hapana, siwezi tena aenda kutunini kutuua, yani tena aenda kutuua. Akaniambia amesema amebadilika mpaka amelia. Sasa nimemwonya akijaribu kuinua kidole hivi tutabambana na yeye. Mwanaume akakuja akarenti huku Nairobi. Sasa Nairobi hasa Mkuru kwa Njenga. Sasa fenye tu nini akakuja nini hadi huyo madhe akatusindi, tukakuja sasa kwa nyumba yetu Mkuru. So mimi niko zile za uoga, yani huyu mtu hata siwezi nikamwamini na watoto wangu tena, yani tulikaa yani hata tukukaa hata 1 month haikuisha. Akakuchapa 1 month haikuisha, hakunipiga lakini yani ameanza kuongea zile matope alikuwa anaongea. Unaona, nakwambia huyo mtoto sasa, huyo mtoto nilikuwa nimemzalia akakuja akagonjeka na si eti nilikuwa hapo. Mimi nilikuwa nimemwacha na jirani, nikaenda kibarua. Kibarua, nilikuwa nimeshapata kazi hoteli already. Unaona, so nilikuwa nimemwacha na jirani, yeye fenye tu alikuwa mvivu, alikuwa kwa nyumba. Unaona, na mtoto nimeacha kwa jirani juu sikuwa na mtrust. So jirani akakuja akaambia huyu mwanaume, mtoto wako ako na joto. Akaenda akachukua mtoto yenyewe ako na joto, wakapeleka mtoto Kosi Penda, hospitali nyingine hapo iko karibu inaitwa Penda, wakaambiwa wapeleke mtoto Mama Rusi. Wenye walipeleka yule mtoto Mama Rusi, mimi bado sina habari. Unaona, jioni wakati natoka job ndo nafika kwa nyumba, napata hawako tena, naanza kuwapigia simu ati tuko hospitali Mama Rusi, mtoto ni mgonjwa. Nikaamka tena, huyu mtoto mwingine nikamwacha kwa jirani tena mpaka wapi Mama Rusi. Yani sikuamini, nilipata mtoto wangu amewekewa oxygen nini, na mtoto nilimwacha asubuhi vizuri. So mimi sikuelewa chenye kili happen. Ikafika, so nikaenda hapo, yani tunaomba, sijui tulikuwa tunaomba pesa ya kufanya nini 1000 hata hatuna. Nikapigia huyu bosi wangu simu mwenye nilikuwa nafanyia kazi, nikamwambia nisaidie 1000, mtoto wangu ni mgonjwa. Akanitumia, tukalipa, ndio process ikaanza ya mtoto. Sasa nilikaa na mtoto Mama Rusi 1 week, mtoto hana change, tukatumwa Kenyatta Hospital. Huyo baba fenya alitufikisha Kenyatta hospitali, sikuwahi muona na jicho langu tena. Alikuja akaniacha hapo Kenyatta, akatoroka akaenda. Kumbuka yule mtoto mwingine nimemwacha na jirani pia, yeye hata hajawahi niona. Kumbe huyu mwanaume fenya alirudi, alienda akasema yule mtoto amekufa. Alienda akabeba vitu zote kwa nyumba. Yule mtoto amekufa, mtoto bado hakuwa amekufa. Unaona, amekufa, tunampeleka kumzika nyumbani. Huyu mwenye nilikuwa nimeacha mtoto kwake kulikuwa mbali na hapo, si karibu na jirani mwenye alikuwa karibu, alikuwa tu beste yangu wa mbali kidogo. So huyu mwanaume yani akaenda hivyo. Nilikuwa nampigia simu, nimeenda hospitali, sikuwa na sweat, sikuwa na kitu chochote, na ile baridi iko pale hospitali. Nikasema aniletea hata juu nilienda tu na nguo zenye nilikuwa nazo. So mpaka wamama wengine, na hakuna mtu anakuja kukuangalia kwa hospitali. Hakuna mtu alikuwa anakuja. Yani niliona wakati mgumu hapo, si okay. Imagine daktari anakuja anakuambia juu huyo mtoto sasa hiyo alikuwa anatumia tube kukunywa maziwa, hanyonyi tena. Daktari anakuja anakuambia ninataka leta maziwa tupatie mtoto. Sasa hiyo hauna maziwa, hauna pesa. Leta maziwa. Sasa wale wamama wengine wakiona hivyo, juu nilikuwa nishawaambia, wakiona ninaitishwa maziwa na sina,
mtu ananipea kama packet moja, ninapatia mtoto, daktari sasa ananielezea unampimia kiwango kama hichi, unafanya nini, unampea hivyo. Nikakaa Kenyatta for 1 month. Sioni mtu mwenye anakuja kuniangalia. Masimu nilipiga, nikapigia hata watu wengine nyumbani wenye walikuwa wananichukia, niliwapigia nikawaambia nimeadmitiwa usi, but hakuna mtu yeyote mwenye anapiga simu. Yani nilikaa tu peke yangu. Ikafika sasa wakati mtoto ako tukienda Kenyatta alipatikana kuna meningitis. So imefika wakati tumedischargiwa, kuna mahali pa kuenda. Mimi nilikuwa najua naenda huko kwangu, sikuwa najua kama huyu mwanaume amehama. So nikatoka hapo, nimedischargiwa, bill inafaa kulipwa juu sikuwa na NHIF na sina hata ID yenyewe sina. Nilikuwa sijachukua hata ID, unaona. Aya, hiyo ilikuwa 2017. Bado hata miaka ya kuchukua ID bado haijafika. So nika nini, yani watu wakaniambia kuna fenye unaweza waive, wakiona umeshindwa kulipa bill watakuwevia. So nikaitwa mahali, nikaenda nikaulizwa maswali, nikawaelezea fenye situation iko, wakawaive hiyo bill. So ikakuwa sasa inafaa nitoke, siku ikafika inafaa nitoke. Uwezi toka kama hakuna mtu mwenye amekusimamia na ID yake. Huyo mtu ndio sina sasa. Napigia huyu mwanaume, njoo basi unitoe hospitali. Nitajipanga. Akakataa. Hakuji. Sasa ikabidi nipigie jirani. Nikamwambia njoo. Mahali uliacha mtoto wako. Njoo tu na ID yako unisimamie nitoke hapa. Huyo jirani yangu akakuja, akanisimamia. Akasimama na ID yake. So akaanza kuulizwa ni pesa ngapi ni pesa ngapi unaweza lipa kila mwezi? Akasema tu 1,000. Nikatoka osi. Hiyo pesa sasa hatukuendelea kulipa penye tulitoka. So nikakuja, wacha nifike kwa nyumba, nipate nyumba iko vacant. Niko na mtoto mwenyewe ni mgonjwa, siti amepona. Mtoto mwenye alikuwa na keti sasa anakaa tu hivi, hata kuona haoni. Mtoto amepata ile disability kabisa. Hajiwezi tena, hata kutembea hawezi. Niko na huyo mtoto hivi. Yani nilishtuka nipata nyumba iko vacant. Amebeba everything. Sasa nikasema nitaanzia wapi? Majirani walikuja wakaniambia, sisi tulifikiri umeenda nyumbani, tuliambiwa unaenda kuzika mtoto. Hiyo kitu ikaniuma. Wakanichangia vitu, mattress nini, stove, nikaanza tena maisha fresh. But yani ilikuwa maisha magumu kabisa, kwa sababu tena huyu mtoto mdogo mwenye mgonjwa. Nimeambiwa niwe ninampeleka physiotherapy Kenyatta. Yani nilikuwa ninampeleka physiotherapy, na sijui nilikuwa nimeambiwa ni pesa ngapi nafaa kuenda kulipa kila kumbuka ni fare natumika kutoka huko, alafu nikuje kulipa hiyo pesa sina, ya chakula ni shida, nini vitu kama hizo. Hata nyumba nilikuwa nashindwa kulipa. Nani unaachia mtu mtoto dakika kidogo anakuambia huyu mtoto wako mimi sikai na yeye, juu walikuwa wanaona kama anaweza wakufia. Unaona, yani alikuwa tu anakaa tu hivi hivyo tu. So yani ilikuwa hata ngumu kupata mtu mwenye ana accept yule mtoto ndio uende kazi. Sasa ulifanya aje sasa? Mtoto alipona? Huyo mtoto nilikaa na yeye tena mwaka mmoja. Huyo mtoto tena akakuja akagonjeka. Fenya aligonjeka nikamleta Mbagathi. Yani si eti, yani ilikuwa usiku. Unajua yule yani alikuwa tu, yani ako tu mahali yako, unaona. Sasa usiku nilikuwa naamka nampea uji. Hiyo usiku moja nikaamka kumlisha uji. Yani kuna fenye macho yake ilikuwa white.
Nikasema ilikuwa saa 9. Nikasema huyu mtoto mbona hapo hivi ni kama asikii vizuri. Nikajiambia sasa saa hii siwezi kutoka na niko peke yangu, wacha tu ningoje saa 12 asubuhi nipeleke mtoto hospitali. Saa 12 ikafika nikaamka. Huyu mtoto mwingine nikaambia jirani niangalilie huyu ni mgonjwa, wacha nimpeleke hospitali. Yaani hakuna kitu inaniuma kama mimi nilikuwa ninapeleka maiti hospitali. Ashakufa. Sijui kama mtoto amekufa, mimi yake ninapeleka mtoto aende kutibiwa. Kumbe mtoto amepasi. Nikafika hapo Mbagati hospital. Kwa gate naambiwa tu enda mpaka emergency. Enda usisimame. Nikaenda mpaka kufika, hata before nifika hapo emergency madaktari wakachukua mtoto wakampeleka kumpeleka huko ndio yani nikaona wanapambu ile oxygen ile nini kwa nguvu. Kidogo vitambaa zimefunikwa. Kwani nikasema gai Mungu wangu ni nini? Madaktari wakakuja wakaniambia pigia mtu yeyote wa kwenu simu akuje hapa. Za hiyo sina mtu. Nikaanza kusema nikamwambia mtu wa kwetu sina. Mwenye kwa hapa ni mimi tu. Pigia jirani. Jirani napigia simu ni mteja. Nikamwambia nyinyi niambieni tu chenye kinaendelea. Niambieni tu. Hauna hata jirani. Pigia tu mtu yeyote. Sasa nikapiga simu ikaenda charge. Tena alikupasi siku ya Saturday. Nikapiga simu, daktari akaniambia, yani huyu au masista wakaniambia piga simu na ulete tuongee. So nikapiga simu ikachukuliwa, nikampea simu akaongea. Sasa huyo daktari akapeana report, huyu msichana mtoto wake amefanya nini? Amekufa na tuko Mbagati. Mimi bado sikuwa najua kama mtoto wangu amekufa. Though nilisense na hizo naona hizo makateni. Unaona? Venye kutoka hapo wakakuja. Kutoka chaji wakakuja. Ndio sasa nikaambiwa mtoto amekufa. Tukabeba mtoto kwanza si eti amekufa, alikufa. Ndio tukabeba huo mwili tukapeleka City Motel au watu wa church wakaanza kupanga venye mtoto ataenda kuzikwa sasa. Mtoto akapelekwa. Uliambia baba yake? Babake nilimwambia pati hata hakushughulika. Nilimwambia mtoto amepass tukuje tuzike huko. Hakushughulika. Hata kurudi kuchukua hiyo simu tena. So wakanipangia tukaenda tukazika mtoto home sasa kwetu. Uko Kisii? Mtoto alipelekwa mpaka Kisii akazikwa huko. After kuzikwa sasa mimi nikarudi sasa niko na yule mtoto mmoja. Nikaanza kubambana na huyu sasa mtoto mmoja. Life ni ile bado ya kuhustle. Yani hata unaenda kutafuta kazi ya nyumba mahali unauliza uko na ID? Sina. Sina nini ya baba, sina ya mama ya kwenda kuchukua hiyo ID, bado sina. So ningepata tu mtu anisimamia aseme ananijua ndio nipate kazi mahali fulani ya kufanya. So ikakuwa hivyo yani maisha ilikuwa tu hivyo, saa zingine unafungiwa nyumba mnakaa nje. Unaona? Tena nikaona yani tena nikajiambia mimi eli tu akisinipate tu mtu wako serious akuoe. Anioe niache kuteseka hivi yake. Mimi nipate tu mtu wako serious. Siku moja nikiwa natafuta kazi hivyo ilikuwa huko tu Imara Daima. Nikiwa natafuta kazi hizi za nyumba nikapatana na mwanaume. Yani nilikuwa nimeenda kwa gate alikuwa soja. Alikuwa soja. Wewe na deto. Tena nimefungiwa nyumba. Tena nilikuwa nishafungiwa nyumba already. Sasa nikaenda huko alikuwa soja. Nikaenda kuuliza kazi ya nyumba. Akaniambia dada baki sio rahisi upate kazi. Hauna hata ID. Mimi nitakusaidia aje? Sasa utanimpea, nikamwambia mimi vile niko hivi hata nyumba nimefungiwa sijui nitaenda wapi. Unaishi wapi? Nikamwambia. Akaniambia sasa enda utafute venye utafanya, kesho nikipata pesa ninaweza nikakulipia nyumba. Mwanaume hiyo kesho yake tukaenda tukalala kwenye tulilala, kesho yake tena nikamwendea mpaka pale. Mwambie tulisema utanipea pesa nilipe nyumba. By the way akanipa 2K. Nikakuja nikalipa nyumba yake, nikasema si huyu ni Mungu na huyu mtu hata simujui. So
ikakuwa hivyo, akawa ananinunulia hata food sometimes. Ninakuja tunakula, unaona. Na unamrudishia mkono? Ama haijafika hapo? Mkono bado haijafika hapo. So yani ni ile tu ni sasa alikuwa na roho ya kusaidia. Juu hata hiyo ni hizo vitu hakuwaiongea. Although kama angeongea ungerudisha mkono. Wewe acha zako bwana. Hakuongea. So yani unajua tukaanza kuongea kwa simu nini tukapata obvious mkiongea sana kwa simu unajua unajipata kama mapenzi yameanza kukuingia. Umeanza kupenda huyu mtu kwanza. Juu alikusaidia wakati ulikuwa na shida, alisimama na wewe. So nikaanza kumpenda tu. Sasa akakuja akaniambia kwenye anaishi, nikawa sasa ninamtembelea hivyo tukakuwa marafiki. Mtoto wangu akamjua nini, yani alikuwa anapeleka mtoto wangu anamnunulia vitu. Nikasema rudi sasa. Huyo sasa hata akiniambia tuende tunaenda. Yani ni mtu mzuri, sio ni kama ni mtu mbaya. So siku moja akakuja akaniambia nataka mwanamke kama ukuridi, ninaweza kufanya nini? Kukuoa. Naweza kukuoa. Nikamwambia nipe muda, lakini ile hapa ndani nasikia tu inasema ndio. Inasema ndio. Sasa siku moja nikakuja, sasa tena imefikia time ya kulipa rent. Sina rent. Nikamwambia tuko karibu kufungiwa nyumba. Sasa nitafanya aje? Akaniambia si nikuja niwachukue tu tukaekae huku kwangu basi. Haya, akakuja akatuchukua tukaenda kwake na nikaolewa hivyo. Sasa hiyo ni kuolewa sasa. Sasa nikakaa na huyu mwanaume, yani niseme ni mtu alikuwa mzuri. Ni mtu alikuwa yani hataki kuona ni kama uso yangu iko na huzuni. Ni mtu mzuri sasa. Ni mtu mzuri, mimi sioni ubaya wote. Na sasa hivi mnakaa na yeye, mko na yeye sasa hivi? Sasa hivi mimi hatuko na yeye. Kwani nimefanyika aje nini? Sasa tukakaa na yeye, wazazi wake wakanijua nini na nini. Mwaka moja ukaisha, mwanaume akaanza kupewa ile nini na wazazi wake, kwani huyo msichana umemleta hapa hataki kuzaa nini na nini. Sasa mwanaume akaniambia, unajua mami anasema anataka kuona mjukuu. Haya, na mimi nilikuwa nimejiambia juu nimeona hizi mashida zingine sitakimbilia mtoto haraka. Lakini tena nikajiambia analipia mtoto wangu school fees, kama ni nyumba na nini tunakula vizuri. Wacha tu nifanye nini nipate mtoto. Ukafungua? Nikafungua, mtoto akaingia. Kafungua milango. Basi mtoto akaingia, tena mtoto kijana. Sasa hapo mtoto alipoingia, shida sasa tena ni mtu alikuwa wa kucheat. Madharau sasa akaanza kuongea na hadi wanawake mbele yangu. Haya, yani hata food sasa hata anunui tena, school fees tena imeanza kumshinda ya kulipa mtoto nini na nini. Nikasema oh my god, nini tena nimefanya, mbona hivi? Yani nikasema hii nayo sitalea, nitaenda nitoe haki ya Mungu. Sasa nitalea aje tena watoto wawili, na maisha ndio haya. Nikajiambia tena kitu kingine, ikaniambia hujui kama huyu mtoto ndio atakuja kukusaidia kukutoa kwa hizi shida zenye unapitia. Yani nikaambia tu Mungu nipe ujasiri. Hiyo time nilikuwa nafanya kazi tu za kuuza kahawa, unaona. Nikaendelea tu na kazi yangu nikistruggle, na huyu mtoto wangu mwingine nikimlipia school fees kutoka kwao. Sasa wakasema huyo msichana, juu nilikuwa nawapigia simu nikawaambia huyu mwanaume ameshikana na wanawake, chakula hawezi kusikiliza, hawezi. Sasa pia wao yani walikuwa, kwanza mamake alikuwa na trust huyu mwanaume sana, unaona. Namwambia amenifanyia hivi na hivi, hawezi kubali, hawezi. So ikakuwa mimi ndio mbaya. Siku moja yule mwanaume akakuja akakula chakula yenye nimepika. Hiyo nayo ilikuwa vita.
chakula yeye nimeenda nikazunguka na mimba nikanunua alafu yeye pesa zake hata sizioni, alafu akuja anze kukula akakuja akakula hiyo chakula. Nakwambia hiyo nyumba tulipigana kwa nyumba vita ikawa, fenye vita ikawa, mamake akasikia tu nimemshika shati. Akasema ondokea huyo msichana kwa hiyo nyumba. Atakuua. Ama utoke. Haya, mwanaume naye akasikia ameambiwa haame atoke na akaama akatoka basi. Tukabaki kwa hiyo nyumba. Maisha ikakuwa hivyo. Sasa nikawa nang'ang'ana nikakuja nikapata mtoto. Haya. Sasa nini kanikujia, yani akili yangu ikanikuja sasa fenye nateseka hivi, mamangu anaweza kuwa ako hai ama alikufa, fenye naendelea kuteseka hivi juu mtu yeye anapigia mamake simu anamwambia umemfanyia hivi na hivi. Sasa mimi siwezi pata mtu wa kumpigia simu. Ukaanza sasa kutafuta mama yako. Nikaanza kujiuliza so nikakuja kwanza nilikuwa na posti sana kwa mitandao. Haya, alafu kuna nikaambiwa sasa kuna media fulani ninaweza enda nikafanya nikamtafuta huko. So nikakuja nikaenda kwa hiyo media. Wapi? Kameme? Kameme. So nikakuja nikaenda Kameme, tukapatana na Maninyari na Nungari. So nikawapea sasa story yako. Nikawaambia mamangu alikuwa anaitwa Sofia Muthoni kutoka Nyeri. Hizo tu ndio najua, lakini vitu zingine mimi sijui. So mamangu kumbe naye kuona hivyo fenye nilielezea jina ya babangu na fenye tuliachwa wawili, akajua tu huyu ni mtoto wangu. Huyu ni mtoto wangu kweli. Mamangu naye si akajitokeza. Sasa huyu Maniali akatupigia simu akatuambia siku fulani utafuta ndugu yako mfanya nini mkuje. Yani mimi nilikuwa nasema tena ni haribu fare hadi huko. Sasa hii ni kazi gani? Akajiambia acha niende. Akasisitiza akaniambia tafuta ndugu yako mkuje. By the way wakatumia my brother fare, akatoka home akakuja, tukakuja hapo mpaka kwa hiyo station ama ni channel hiyo huko ndiko nafanyaga kazi mimi. So tukakuja hapo Kameme, tukapatana na msichana na mama. Mimi sasa nimepatana na hawa watu lakini siwajui. Sasa Maninyari akaniuliza ulikuwa unatafuta nani? Kumbuka tena niko na ball already, si eti nimepata mtoi. Ulikuwa unatafuta nani? Nikamwambia nilikuwa natafuta mamangu, alikuwa anaitwa hivi na hivi. Uliza huyo mwenye umesimama na yeye hapo muulize. Nikamwekea hiyo microphone. Wewe unaitwa nani? Aniambia mimi ndo naitwa Sofia Muthoni. Yani ilikuwa ukafurahi? Nilifurahia. Yani nililia tu machozi ya furaha, nikafurahia. Ndugu yangu naye huku akifurahia nini. Aya, huyu msichana mwenye alikuwa hapa kumbe hata alikuwa dadangu, tena mkubwa wangu. Sasa tukajuana hivyo. Yani nikaona at least kidonda kimefanya nini? Kimepona. Aya, nikakuja nikapata mtoto. By the way tulienda hadi kwa kina mama Lemuru. Huku Othaya. Nyeri Othaya. Tulienda, watu wakasherekea, tukafurahia. Mami akatupeleka hadi kwenye ameolewa. Kunaitwa sijui hata kunaitwa aje huko. Mama yako aliolewa tena? Aliolewa. So tukarudi hadi alitupeleka mpaka kwenye aliolewa Kieni na Kieni ni Nyeri. So tukaona yani ikakuwa ni furaha tena, unaona maisha mapya. New chapter. Umeishi bila mama, sasa umemuona. Yani nilikuwa ninafurahia sana. Sasa the worst thing, yani mpaka tena inanifanya tena naanza kuregret after tumejuana na mami. Imagine, do you know that alirudi tena akatuabandon mama yako? Yani mpaka najiuliza huyu ndiye alinizaa ama ni nini?
alirudi tena akatuabandon, akatuambia hata simu tusirudi kumpigia. Huyo ndugu yangu mdogo alikuja akapata diabetes, ugonjwa wa diabetes. So yani unaona nyumbani pia yeye alikuwa na struggle mahali pa kukaa. By the way hata yeye hakumaliza shule aliachia njiani. So nikamwambia sasa fenye tumemeet mom, siwede mkae na mom. Mwende tu kaeka na yeye badala ya kuteseka huko. Nikaongea na mom naye akakubali, akasema anaweza kuja fanya nini akae na yeye. Huyu ndugu yangu yani sijui ni huu ugonjwa pia umeenda sana ama ni nini. Huwa anafika anagonjeka sana. Fenya alienda huko, so fenya alikuwa anagonjeka, mara anaumwa na mwili, mara kidole chake kimeanza kuweka maji nini na nini. Mamia akamwambia arudi Kisii. Imagine uniambie Kisii anarudi kwa nani? Na ni nani atamtibu huo ugonjwa? So brother yangu akafanya nini? Yani yeye akaniambia nitumie fare, nitafutie fare nitumie mimi nifanye nini nirudi nyumbani. So mimi nikamtumia, nikamwambia wewe enda ile hospitali yenye ilijua uko na huo ugonjwa. Weenda tu huko wakutibu, alafu tutajua tu fenye kutaenda. Brother yangu akaenda hosi. Kumbuka sasa ni mimi, yani ni mimi tu niko na yeye. Mama amefanya nini? Amesonga nyuma. Hataki kujua. Brother yangu naye akadimitiwa hosi 1 month. Uliambia mama yako? Unapiga mamangu alikuwa anajua. Nilimwambia brother yangu fenya ametoka hapo ameenda kanini hata kidole inafaa kukatwa nini na nini. Nikamwambia madaktari wanatupigia simu. Kwanza mimi ndio walikuwa wananipigia. Uko wapi? Imagine mimi niko ngangana huku kutafuta job nipate pesa nimulipie madawa. Juu tulikuwa tunaambiwa kuna madawa nafaa kutumia. Nangangana nimtumie tena naambiwa at the same time ninafaa kukua hospitali na muona. Mimi mwenyewe niko na watoto wangu na wenyewe na washughulikia, unaona. So ikanikalia kibarua. Yani hiyo time ndo niliona kweli ni kama huyu sio mama yetu kabisa. Yule brother yangu alikaa hospitali 1 month. Pia yeye hakuwa yani kitu kama chenye kilinitendekea nikiwa Kenyatta. Hakuna mtu mwenye anakuja kumuona, ako hospitali peke yake. Sasa bill, mambo ya bill sasa tena ikaleta shida. Ame change, so anafaa atoke hospitali, mambo ya bill sasa naona ikaleta shida. So huyu brother yangu akatafuta nyingine. Yani nikamwambia tafuta mtu fulani tuone kama anaweza akatusaidia au akina sijui ni MCA nini. Nikaambiwa niwatafute nione kama wanaweza wakatusaidia. Tukaenda tukafikia MCA. Tukufikia MCA tuliwakosa, but kuna mama mwingine alikuja Mkisii. Sasa alikuja akaambia watu wakakuja pamoja, wakachanga pesa, wakatoa brother yangu hospitali, wakafanya nini? Wakamleta nyumbani. Tena nikarudi kupigia mamangu simu nikamwambia, yani mami wewe, yani hata simu huwezi pigia fulani usikie kama fenya alienda nyumbani alitoka ama hospitali fenya alitoka ama yupo. Mimi sitaki kusikia stories zenu. Mamia. So mimi nikaamua tu nijiondoe. Wachane na yeye sasa. Nijuange tu sina mama. Nikamwambia brother yangu tu wacha tu struggle. Tujue tu hatuna mzazi. Unaona, so bado tunakaa tu hivyo. So sasa ndio mnakaa saa hii. Sasa hii unafanya kazi gani sasa? Kwa saa hii bado nafanya vibarua. Sijafanya ile kazi nzuri niseme niko na kazi poa, bado nikutafuta vibarua. Ni tuseme tu bado natafuta job. Naenda hata Brother yako wako wapi saa hii? Brother yangu kwa saa hii niko na yeye. Mnakaa na yeye? Yeah. Kwa saa hii niko na yeye. Tena yani mimi ndo namshughulikia. Unaona anahitaji dawa, kunini dawa kila mwezi. Alafu
akakuja akaambiwa sijui fenya madaktari wameona eti sehemu zake za siri yani asiwezi fanya kazi, hawezi akapata mtoto tena, unaona. So nikaona kama stress zina ameambiwa hana hiyo diabetes imemaffect, hawezi akapata mtoto. Mimi nikamwambia madaktari wanaweza wakasema hivyo, lakini huwezi jua mipango ya Mungu ni gani. So nikamua, yani niliona kama stress zilikuwa zinamunini sana, mara sukari inaenda juu sana, mara inaenda chini nini. Nikamua tu nimlete tukae na yeye huko. Sasa mnateseka pamoja. Sasa tunateseka pamoja. Kina waramba mkiwa wawili. Na ujue sasa sisi mimi ndio tuseme niko mzima, unaona. Niko mzima. Yani mimi si mgonjwa, unaelewa? Mimi si eti ni mgonjwa nini. Sasa mimi ndo nawatafutia. Nafuata vibarua sasa. Sasa okay. Si umekipata? Si umeyapitia? Nimeyapitia, lakini Mungu ndiye unaweza taka mtu akukua sasa. Not for now. Kwanza relax. Acha tu nipumzike. Acha nikae ning'ang'ane nilee watoto. Sasa maybe unaweza ongea na wale wanatazama, ungetaka tukusaidie aje sasa? Okay, so mimi ningependa mostly napenda kazi yani napenda sana mambo na mapishi. Kupika. Sana. Napenda kupika tena vibaya sana. Yani kama kuna kitu napenda, hiyo ndio kitu napenda, na ndio maana sana napenda kazi ya hotel. Juu yani nasikia hapo niko sawa. Niko sawa, napenda mambo ya kupika. So ningepata mtu yani anifunze zaidi, at least nikuwe na hiyo certificate. Yani ningefurahi sana, at least niweze kusaidia na hawa watoto wangu pamoja na brother wangu. Yeah. Hebu tupe namba kwa mtu ambaye anatutazama, maybe anaweza kupatia kitu. Namba yako ya simu ni gani? Namba yangu ni 07 92 43 21 50. Unajua nacheka kwa nini? Nacheka juu wakati ulikuwa unakuja, ulikuwa umeniambia simu yako imezimwa. Ilikuwa imezimwa na nani? Simu yangu ni hizi simu za kulipia. Simu za mkopa. Sasa unajua usipofanya malipo ile masaa inatakikana unastukia tu simu kama imewekwa lock. Yeah, so ilikuwa imezimwa hivyo. Hadi nikaifanyia malipo ndo ikafunguka. So wanazimanga kila mahali. Si wanazima kila mahali, si uliona hadi wakati unapiga haingi. Ilikuwa imezimwa. Usicheze na hizi simu. Watu wa mkopa mlikuwa mmefanya vibaya sana juu akikuja nilikuwa nampigia simu haingii. Kumbe ilikuwa imezimwa. Bana, ilikuwa imezimwa. Kwani ni ya pesa ngapi? Ni ya pesa ngapi? Ya 22. Unalipa polepole? Nalipa polepole. Okay. 65 per day. Okay. Si? 65. 65 ni? Yani nalipa 65 per day. Kwa siku nalipa 65. 60. 65. Oh, unajua sisi ukisema 65 tunamaanisha ni 6500. Kwenda. Hapana. Shilingi 65? Thank you so much. Umalizie ndio tumalizie sasa. Umenifanya niongee Kiswahili mingi sana na mimi siongea Kiswahili. Lakini umekiongea vizuri. Arekereria nigetha tuge uhoro. Conclude your final remarks. Ama useme hivyo tu. Acha nikumalizie. Najua umesikia vile tumeambiwa hapa na Kerumbo.
ni hiyo jina. Si tafadhali kama unaweza simama na yeye mrushie ka kitu ndio sasa aweze kusaidia brother yake na pia asaidie watoto wake. Kama uko hapo naweza msaidia kurudi shule apate certificate ya kusomea hiyo mambo ya upishi. Anasema anaweza furahi sana ndio sasa maisha yake ibadilike. Watu huwa wanapitia mambo mengi lakini Mungu ni mwaminifu. Hatujaisha, bado tuko na tunasukuma sana. Namba yake iko hapo. Sasa ile jina inaweza tokea mtu akikuwekea M-Pesa ni gani? Zipora Kerubo Omare. Omare. Omare ndiye alikuwa baba yako? Yeah. Lakini you are very young, unaweza pata mtu na uolewe. Huyo mtu asikuje sai. Hapana. Sasa hii kimekuramba? Kimeniramba, acha nipumzike. Acha nipumue. Acha nipumue. Kimeniramba huku nje. Ni sawa sawa, asante sana kwa kukuja, tunashukuru sana. Huu unatazama video zetu? Yeah. Huwa natazama. Gani hizo? Video huwa naangalia. Sawa, thank you. Tukagucokeria ngatho cia mwanya muno ni tondu wa wendo waku. Twakena muno ni tondu wa kurugano numa runene muno ni twathikiriria na ndu mageragera maundu maingi muno. No finally Ngai ni amateithagia na akamatwara kundu kurenda ukamatwara muthenya umwe. Ngagucokeria ngatho cia mwanya muno ngurikania Tarina Africa mari okuo. Hamari to makwa njitagwo Simon Mwangi, niĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Tarina Africa. O ta ũrĩa ngoretwo ngĩrĩra aigithia a kambuni ya Tarina Africa atĩ tauni ya Matu nĩ tauni ĩkũrĩte na speed nene tondũ Matu nĩyo second largest thĩinĩ wa Machakos County. O ta ũrĩa ũrona haha ndũgamĩte ndĩ mũkĩra wa bara, na ũngĩrora mwena wakwa thutha kwĩna mabengi, kwĩna mathibitarĩ na kwĩna bengi ciothe cia aina. Thutha wa cameraman wakwa kwĩna ma petrol station mothe. Ũngĩrora tauni ya Matu very busy. Maũndũ marĩa mothe ngoretwo ngĩmwĩrĩra ni uhoro wa mana nikio ndera andu akwa turugame Matu ndimatarĩrie. After haha turi ni ndagika 5 kinya guthie mugunda uria ndiramwirira wa Barista Gardens. Otogo ndamwira investors atereine ati kuma barabara ya Garissa Road ni mita 800 ugoka guku woka thiini wa mugunda uyu ri tutinangitie broti cia 50 by 100 na after broti igiri tukamwikira barabara citu ciothe ni tugradete. Ungirora mugunda uyu all allowed tuirigite na thitima electric fence niyo twikirite. Tugacoka tukawo add value na kuga atiriri ati guku utuku nota muthenya tugekira matawa lights gwikira all over. Ungirora hale tumwikiriire gate permanent na nikio turuga atiriri woka thiini wa Barista Gardens ni gwaka na gutura aria marenda kubanga kuigithia na ithui mugunda uyu wa Barista Gardens tutinageti wa icio cia 50 by 100 iria turamwenderia na muigana wagura kashi 350,000 wagura na installment tugakwenderia 400. ni tuheanaga offer ta kambuni ya Tarina Africa wagura broti nya kashi tugakuhe kiwanja kiu kimwe free. Kambuni ikarugamira processing ya title na ikarugamira process ciothe iria ciendekanaga nigetha wigwatire title icio ciaku cire ithano. Ungirora mwena uria haria tupakite ngari iria citu ni ati haria hena kiwanja namba 91 kiu ta kambuni ya Tarina Africa ni irutire ikahe andu aria othe makugura guku nigetha o mangikenda gukihuthira na njira o imwe o kana iri ingi ni itha ni gwaka kindu kiri Safari Public kana ni kindu kiri ta mai ni tumahete kiwanja kiu. Tugacoka tukauga atiriri ofeno ya 350,000 ndi class follower koguo ri turona ta tukumira ni mweri wa June twakinyia July ri tuongerere to 400 then installment ithie to 450. Waingira thiini wa haria njira Kibandini ukiingira mugunda-ini ni ukuona twina cukuru ya Kibandini secondary, ni ukuona twina cukuru ya Kibandini primary school. Woko koguo mugunda witu turigiceirio ni academy itago Rainbow Academy, iyo ni day and boarding. Wakinya guku gwitu ni ukuona twina majirani aria makite na twina mathibitari o maria maturigiceirie. Mugunda ni title, ndukanerwo horo wa certificate, ndukerwo horo wa gawa agreement. Mugunda ni title. Mugunda witu wothe na aria managithia na ithui ni moyo twendagia kindu kina title. Ofisi citu ikoragwo cie hali kuria Ruiru town Star House. Nyumba ya Star House ri ikoragwo main stage ya Ruiru uria ngari ciumaga building yo nene ina supermarket itagwo Power Star. Kuu nikuo tukoragwo third floor room 304. Hohoro makiria ni nguheana namba ya ofisi ni 0713 64 22 21. No maita maingi ni nyendaga kuheana kinya namba yako nigetha mundu ungienda kunjuria kiuria ni 0713 64 22 21. And finally Promito.
Hello, how are you? My name is Jimmy Kagoni from Promito Limited. Now, I have a question for you. Do you have a plot or a property that you have always wanted to develop, but you are not able to develop because of money challenges, or you do not know who would implement that for you, hassle-free? Good news for you. That is exactly what we are doing at Promito Limited. We give you 70% financing of every construction project you would want to undertake, and we also implement it for you because we have engineers and contractors in-house to do that for you, and we share with you all the photos throughout the journey, and your work is only to kulipa pole pole. We use our money and we ask you to pay that later. We do this up to 7 years or 10 years if it is commercial. All you need to do is to open a construction account with us, which you can even start saving bit by bit as you accumulate your 30%, or you can put together the 30% at once. You can reach us at 0729 506 506 or write an email to us at info@promitolimited.com just to inquire about what we are doing. I'm sure you have seen our work elsewhere, and basically that's what we can do on your vacant property. It is time ya kujenga na Promito. Thank you very much. Dina wega tigwo negetika gine tu ne hidi wegi nitogo wa Karaja MC mubu wa mbere ya marigo ni wega.